Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu awabariki watu wote ambao tunafuatiliana kwa njia mbalimbali. Mungu awabariki sana. Siku ya leo tunaenda kujifunza somo linalosema, kichwa cha somo kinachosema mizani. Mizani ni nini? Leo tutajifunza neno mizani kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna mizani ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tujifunze na mizani ya kiroho, namna inavyoweza kutumika kupimia au kupima au kumpima mtu. Bwana Yesu asifiwe. Au kitu ambacho anakifanya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe ni ubaya, uwe ni wema, jambo lolote ambalo unalifanya katika ulimwengu wa roho huwa linapimwa. Na kama linapimwa, tambua ipo siku jambo lolote ambalo unalifanya, iwe ni jambo zuri au liwe jambo baya katika maisha yako unalolifanya, tambua kuna ujira ambao utalipwa. Na unapolifanya, nimekuletea hili somo ili ujue, unapolifanya jambo lolote, ujue kwamba kuna mizani ambayo huwa inapima jambo lolote ambalo unalifanya katika huu ulimwengu au katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, twende tukaangalie maana mizani ni nini. Mizani ni nini? Mizani ni chombo kinachotumika kupimia uzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni maana ya kimwili, mazingira ambayo tunaishi, kwamba mizani ni chombo kinachotumika kupimia uzito. Tukiingia katika maeneo ya maduka kama huko Dar es Salaam, hata mikoa mingine, nadhani mizani huwa zinatumika. Kwa hapa Dar es Salaam, kila kitu ambacho unaenda kununua dukani, kwa mfano unaenda kununua unga, unaenda kununua mchele, unaenda kununua sukari, lazima ipimwe kwanza kwenye kilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho kinatumika kupimia uzito wa ile sukari, kuna jiwe au chuma kinachotumika kupimia kile, huwa kina kilo zake. Mfano kinaweza kaanzia robo, kikaja nusu, kikaja kilo, kuna kilo 2, kuna kilo 1, kuna kilo 3, kuna kilo 5 mpaka 10 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni katika mazingira ya kimwili. Haleluya. Haya mazingira ambayo tunaishi, kwamba unapoingia dukani unamkuta muuzaji na mzani wake. Pindi unapohitaji kununua bidhaa yako, yule muuzaji au mtu ambaye yupo utamkuta pale dukani, utamkuta na kifaa chake cha kupimia kiasi ambacho unataka kupewa sawasawa na pesa ambayo unailipia wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata katika mazingira ya roho, jambo lolote ambalo unalifanya katika mazingira ya roho, katika mazingira ya kiroho kwenye maisha yako, kuna mizani ambayo unapimiwa, iwe ni wema au ubaya unaufanya. Tambua kwamba unapimwa kwenye maisha yako. Twende tukaangalie Ufunuo wa Yohana sura ile ya 6, tuanzie ule mstari wa 5, tutaenda kusoma mpaka wa 6. Biblia inasema hivi: na alipofungua muhuri ya 3, nikasikia sauti ya yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 anasema hivi: nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta yawe divai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukienda kwenye mfano huu wa ngano, Yesu mwenyewe aliweza kutoa mfano wa ngano. Tunakuta ngano kwa yule mpanzi ambaye alikuwa amelima shamba lake, amepanda ngano, akapeleka kwa bwana shamba. Yule aliyempa shamba alime, akamwambia, bwana, shamba ulilonipa nilime la ngano, kuna magugu yaliyoota. Yule bwana shamba akamwambia, yaache magugu yakuwe pamoja na ngano, na yakisha kuwa tutayabagua. Ngano kwa tafsiri ya kiroho au kibibilia ni watakatifu. Sasa hapa tunamuona mtu mwenye uhai wa 3
ambaye ameshika mizani anatumwa ili akapime ngano, manake akawapime watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakatifu yoyote, ndugu unanisikiliza, jambo lolote ambalo unalifanya kwenye maisha yako, tambua kwamba unapimwa. Haleluya. Na mtu ambaye anakupima ni Mungu mwenyewe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapimwa. Uwe leo unafanya jema, uwe leo unafanya baya, uwe leo unafanya jambo kwa upendeleo, uwe leo unafanya jambo kwa hila, unapimwa. Jambo lolote ambalo unalifanya kwenye maisha yako, tambua kwamba linapimwa. Haleluya. Linapimwa. Hebu angalia mfano huu. Angalia mfano huu wa mfalme huyu. Hebu twende tukasome Danieli sura ya 5 na ule mstari wa 25 mpaka 27. 25 mpaka 27. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Pelesi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene maana yake Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Mstari wa 27 inasema hivi: Tekeli maana yake umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umepunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia ni nani huyu ambaye alikuwa anampima huyu mfalme? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mfalme Belshaza alikuwa ni Mungu. Hajatuambia kwamba Mungu alikuwa anampima kwenye mambo yepi. Bwana Yesu asifiwe. Ila imetuambia matokeo ambayo Mungu aliyatoa baada ya kumpima ufalme wa huyu mfalme Belshaza. Na anasema alipompima akagundua kwamba ufalme wake umepunguka, umegawanyika kwa Wamedi na Waajemi. Katika maisha yako ya wokovu, katika maisha yako ya kawaida, jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha yako, tambua kwamba linapimwa. Na mtu ambaye anaweza akakupa ujira wa jambo ambalo unalifanya ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu katika maisha yako, iwe katika ndoa yako, iwe katika biashara yako, iwe katika jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha yako, liwe ni zuri au baya, jua kwamba kuna namna ambavyo unapimwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia huyu mfalme. Mfalme alipokaa, sijajua alikuwa katika hali gani. Alikaa alijisahau. Anapata ujumbe kutoka kwa nabii Danieli, anamwambia kwamba ufalme wako umepimwa na umegawanywa kwa Wamedi na Uajemi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako, unapofanya jambo lolote, unapofanya tendo lolote unalolifanya katika ulimwengu, tambua kwamba kuna malipo ya kulipwa hilo jambo. Liwe baya au liwe jema, utalipwa sawa sawa na ulivyotenda katika maisha yako. Ujira upo na unakujia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tukaangalie Ezekieli sura ya 45 na ule mstari wa 10. Biblia inasema hivi: mtakuwa na mizani ya haki na elfu ya haki na bithi ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lolote unalolifanya, liwe la haki, liwe la upendo, liwe ni la jeuri, liwe sijui ni la nini, linapimwa na mizani. Bwana Yesu asifiwe. Linawekwa kwenye mizani. Haleluya. Sasa ukija kwenye Ayubu sura ile 31 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: na nipimwe katika mizani iliyo sawa sawa, ili Mungu aujue unyenyekevu wangu. Hapa Ayubu alikuwa anatenda unyenyekevu, na alipokuwa anatenda unyenyekevu, tunaona kabisa, anazungumza wazi kabisa, anasema na nipimwe katika mizani ili Mungu aujue unyenyekevu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lolote unalolifanya liwe la haki. Ndio maana kuna eneo fulani Biblia inasema mjulikane na Mungu kwamba mmekubaliwa.
Na sasa hapa Ayubu anazungumza sentensi nzito, anasema na nipimwe katika mizani iliyo sawa sawa, yani ambayo haina upendeleo, na ndivyo Mungu alivyo, iliyo sawa sawa, sawa sawa, ili Mungu aujue unyenyekevu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aujue utakatifu wangu na anipime katika mizani, sio mizani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapima kwa upendeleo, watu wanaangalia kwa upendeleo, watu wanapima vitu na kuwapa watu uchila kwa upendeleo, lakini Mungu huwa anapima sawa sawa na umlipa mtu sawa sawa na matendo ambayo ameyatenda. Hapa Ayubu anasema na nipimwe katika mizani iliyo sawa sawa, ili Mungu aujue unyenyekevu wangu. Kwa hiyo unapotenda utakatifu wote, unapofanya haki yoyote, unapofanya jambo lolote katika ulimwengu wa roho, Mungu huwa analipima, na akilipima huwa analikubali au analikataa. Njoo hapa kwa kina Abili na Kaini. Abili alipotoa sadaka zake zilipimwa na kukubaliwa, na Kaini alipotoa sadaka zake zilipopimwa zikakataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema akamtakabali Kaini, lakini Mungu alimkubali, Mungu akamkubali huyu Abili na kumbariki. Huyu Kaini akaanza kumwonea wivu ndugu yake. Kwa nini? Katika maisha yote ambayo unayafanya ndugu yangu, kuna mizani ambayo unapimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa ameingia katika lile hekalu, alipomwona yule mwanamke ametoa sarafu yake ya mwisho, akasema katika ufalme wa Mungu huyu mwanamke ndiye aliyetoa pesa kubwa kuliko watu wote. Watu wanaotoa pesa wanatoa sawa sawa na utajiri wao, lakini huyu mwanamke ametoa pesa iliyo ya kwake ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kiroho ndugu yangu, jambo lolote unaolifanya, liwe kanisani kwako, liwe kanisani kwenu, liwe mtaani kwenu, liwe sehemu yoyote, linapimwa ndugu yangu. Tambua linapimwa na Mungu aliyekuokoa. Linapimwa na Mungu, ndiye mwenye mizani ya kukupimia jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni utakatifu lazima upimwe, ikiwa ni haki lazima upimwe, na ulipe sawa sawa na unavyotenda. Na mtu ambaye anakulipa si Mungu, si mwanadamu, bali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ningekufunulia maandiko mengi, lakini kwa sababu ya eneo ambalo nipo la YouTube, acha niende kwa mifano michache ambayo itatufungua ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sasa kama kuna mizani, na mizani yote tunaijua kwamba unapoenda dukani, ile mizani inayotumia kupimia unga ulioenda kununua, Bwana Yesu asifiwe, huwa kuna chuma ambacho kinapima. Kile chuma huwa kina uzito, unaanzia robo, unakuja nusu, unakuja kilo moja, kuna kilo mbili, kuna kilo tatu, kuna kilo nne, kuna kilo tano, kuna kilo sita, kuna 7, kuna 8, kuna 9, kwamba ukienda dukani uzito ambao utauhitaji upate kama ni wa unga au wa mchele, kile chuma kitawekwa eneo la kwanza la mita la ile mizani. Alafu eneo la pili pale utakuta kuna bakuli kubwa ambapo ndio patawekwa unga. Bwana Yesu asifiwe sana, au mchele au sukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende kwa mfano huu. Unapoenda dukani unamkuta muuzaji ambaye anakupimia unga au mchele. Pale kwenye kilo yako, eneo lenye unga huwa panakaa unga kama unga unaohitaji, kama ni kilo moja au nusu. Na eneo lile ambalo linatumika kupimia unga huwa linakaa jiwe au chuma yenye kilo ambayo inatakiwa ipime sawa sawa na unga ambao unauhitaji. Sasa katika ulimwengu wa roho, kuna watu wawili au kuna aina mbili za roho ambazo zinapima maisha yetu. Hapa tumeona kabisa, anasema mwenye uhai alishika mizani ambayo ilienda kupima ngano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilienda kupima ngano. Sasa unapokuwa katika maisha ya kiroho, kuna mizani ambayo inakuwepo hapo, na mizani ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunasema mizani ni neno la Mungu?
Angalia, hata shetani naye huwa anatumia neno la Mungu kumjaribu mtu. Nenda kwa Adam na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwenye Mwanzo sura kuanzia ile ya 3 mstari wa 1. Bwana Yesu asifiwe. Utamwona shetani anatumia neno la Mungu, lakini anaenda kinyume na neno la Mungu. Na hata ukija hapa kwa Yesu kwenye Luka sura ile ya 4 mstari wa 1, aliposema kama ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, liamuru ili jiwe liwe mkate. Si kwamba alikuwa anajua kwamba Yesu sio mtoto wa Mungu. Alikuwa anajua kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu, isipokuwa alikuwa anahitaji Yesu afanye maelekezo anayopewa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia hapa. Akampeleka mpaka mbele kidogo, anasema akamwonyesha miliki zote za dunia, akamwambia ukinisujudia mali hizi zote zitakuwa zako. Yani pale kipimo cha shetani kwa Yesu kilikuwa ni kusujudiwa. Akisha sujudiwa tu, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, kisha ampe miliki yote ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako jambo lolote utakalolifanya lina malipo, na wewe lazima ulilipie. Bwana Yesu asifiwe. Angalia leo, wapo watu ambao wanamwaga damu za baba zao, za ndugu zao. Bwana Yesu asifiwe. Nani vijana wadogo unakuta wamevaa mapete, wamevaa manini, wanajisifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila jambo linalofanywa na mwanadamu lazima lina ujira, lazima lina malipo. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi watakatifu, utakatifu ni kwamba lazima ununue. Ndio maana Yesu alisema njoo kwangu nikuuzie dhahabu iliyo safi. Maana ya dhahabu ni utakatifu ambao hauna doa, hauna takataka yoyote, na huo utakatifu unaununua kwa damu ya Yesu. Nitakuelekeza kwenye baadhi ya masomo ambayo yatakuja kwamba unaununua vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kwenye bakuli la kupimia, kwa mfano unga, tuweke haki au utakatifu. Pale linapokaa jiwe, tuweke uongo, tuweke ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza tuweke ubaya. Twende kwa mfano, tuweke ubaya. Okay, tuweke ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweke ubaya. Sasa mizani inakuwepo. Kwa mfano, wewe mtu ambaye una roho ya wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Una roho ya wema. Ukiwekwa kwenye mizani itacheza. Kula kwenye bakuli kutashuka chini, kuonekana kwamba wema upo. Sasa kuna chuma ambacho kitatakiwa kikae upande wa pili, kipimie kile kitu ambacho kipo kwenye lile bakuli. Kwa mfano ni sukari, nimekwambia pale penye sukari weka wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka wema. Bwana Yesu asifiwe. Na pale wanapoweka chuma weka ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa pale penye panapokaa chuma weka shetani, ndio anaenda na chuma, yani ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kuna watu aina mbili ambao wanachezeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, wema ukizidi, yani wewe mtu mwenye wema ambaye ndani yako kuna wema, unatenda wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema wako manake kule kwenye chuma kutapanda juu. Shetani sehemu yenye chuma kile, kwa sababu unatakiwa ukae ubaya, ataongeza kilo ili eneo lenye wema lifanyaje? Lipande juu, lionekane limezidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema ushinde ubaya kwa wema. Sikiliza, ubaya siku zote haushindwi kwa ubaya, bali ubaya unashindwa kwa wema. Na ndio kilo inavyopimwa katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho haupimwi ubaya kwa ubaya, bali unapimwa ubaya kwa wema. Yani wewe mtu mwema utapimwa na ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema, Mungu anasema nitampa msaidizi wa kufanana naye, wa kulingana naye. Yani katika maisha ya kiroho lazima upimwe, upewe kitu ambacho kitafanana na wewe. Yani unapokaa kwenye eneo lolote isionekane kwamba kuna sehemu ambayo umezidi. Lazima uwe sawa na Mungu anavyotaka. Lazima upimwe, upewe kitu ambacho kitaendana na wewe katika maisha yako. Ndio principle ya Mungu.
Yaani Mungu anapotaka kukupa utumishi, Mungu anapotaka kukupa jambo lolote, lazima upelekwe kwenye mizani kwanza ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Twende kwa watu hawa, tuangalie mifano hii haraka. Tuangalie mifano, mawe ambayo shetani uyatumia kuyawekea eneo ambalo chuma huwa kinakaa mara nyingi sana. Mambo ambayo shetani huyatumia kama chuma cha kupimia kwenye kilo. Twende tukasome Luka, tuanzie ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Biblia inasema hivi, na Yesu, Luka, tuangalie mambo ambayo shetani huyatumia kwenye kilo ili kupimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie mambo mawili alafu tutaenda kumaliza. Biblia inasema hivi, na Yesu amejawa na Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani akiongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, liamuru jiwe ili liwe mkate. Yesu akamwambia, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiwe la kwanza ambalo atalitumia shetani kwenye mizani katika maisha yako, ndugu mpendwa, ni njaa. Katika mizani ni njaa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu alipokuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kumbuka, alikuwa amefunga siku 40 ili kuweza kuombea utumishi ambao Mungu amempa, lakini Roho Mtakatifu alimpeleka eneo lenye mizani, na tunamkuta hapa alipofika alikutana na mchalibu. Yaani mchalibu, mtu mwenyewe anaweza kaitumia mizani ya kupimia utumishi wa Yesu. Yaani katika maisha ya Yesu, je, anaweza katumia kitu kingine pasipo neno la Mungu? Ndo kitu ambacho alikuwa anazungumza shetani hapa. Anasema, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, liamuru jiwe liwe mkate. Yesu akamjibu, mtu hataishi kwa mkate, bali ni kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Angalia wewe, mambo mangapi leo yamekuangamiza sababu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akakufuata, ukamwacha Mungu kwa sababu ya njaa. Na ndiyo mambo mengi ambayo shetani hutumia kwa ajili ya kuyumbisha mizani yako katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, bali ni kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Yawezekana leo unapitia katika hali ngumu, hali ya shida, hali ya kukatishwa tamaa, lakini Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, bali ni kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu aliye hai. Neno la Mungu ndio uzima wa maisha ya mtu mmoja. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mambo haya. Alafu jambo la pili, angalia hapa kwenye Luka sura ya 4, tuanzie ule mstari wa 5 mpaka wa 6. Biblia inasema hivi, akampandisha juu, akamonyesha miliki yote ya ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa enzi yote na fahari yote, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Mstari wa 8 anasema, Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako lazima ukutane na mambo haya mawili, na haya mambo mawili ndio yanayokuweka kwenye mizani. Bwana Yesu asifiwe.
Je, unahitaji utajiri? Je, unahitaji mali? Je, unahitaji pesa? Je, unahitaji thamani? Bwana Yesu asifiwe. Shetani atakuja, atasema kama unahitaji vitu hivi, anguka unisujudie. Tukiangalia leo, kuna roho za Freemason zimeenea kila maeneo. Kuna vijana wengi ambao wanainuka wakisema kwamba ukihitaji pesa, sijui lazima uende kwa mganga, lazima sijui uvae mapete, lazima sijui uwe na mapete, lazima sijui ujiunge na roho za Freemason. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo namna ya kuweza kumsujudia shetani, lakini Yesu akasema sitaanguka kumsujudia shetani. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hey, come on, nataka nikwambie, katika maisha yako, iwe ni utakatifu, iwe ni utumishi wako, kwenye maisha yako unapimwa. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Unapimwa ndugu yangu, katika maisha yako ya kiroho unapimwa. Jambo lolote ambalo unalifanya katika maisha yako unapimwa ndugu yangu, unapimwa. Bwana Yesu asifiwe. Unapimwa. Hey, haiwezekani unatamani utumishi, unatamani sijui kuimba kwaya, lazima upimwe kwanza, lazima upelekwe kwenye kipimo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumza, anasema nacha upesi na uchila wangu mikononi mwangu, kumlipa kila mtu kwa kazi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hey, unapoomba, unapokatishwa tamaa, unapopiga moyo konde kusema mimi sitaacha kuomba, hiyo ndio kazi ambayo Yesu anahitaji kukute naye, na uchila wake uko mikononi mwake. Hey, nataka nikwambie, jambo lolote katika maisha yako, hatulipi na watumishi. Kuna watu wengine wanaweza kufanya kazi ya uinjilisti, wanaweza kufanya kazi ya kuhubiri, wakijipendekeza kwa wachungaji, wakijipendekeza kwa watu fulani, kuhitaji kulipwa, kuhitaji sijui kusifiwa. Mimi ninahitaji nikwambia kwamba jambo lolote unaolifanya, jua yupo mwanaume ambaye anakuja na ujira wake mikononi mwake, naye ni Yesu Mnazareti aliye hai, kumlipa kila mtu kwa kadri sawa sawa na matendo ambayo ameyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya nini leo? Unatenda nini leo? Jambo lolote unaolifanya ndugu yangu katika maisha yako, kuna ujira ambao utalipwa. Haijalishi unachelewa au hauchelewi. Yesu amesema ujira wangu uko mikononi mwangu. Yani ni Yesu aliyezungumza. Nataka nikwambie, Mungu unayemtumikia, haijalishi leo unasemwa vibaya au unatupwa au unazalauliwa, ujira wa utumishi ulionao anao Mungu aliye hai, na anajua ni lini atakayokulipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi leo kuna watu wangapi ambao wanakukatisha tamaa, wanakurudisha nyuma, kusema kwamba kila jambo unalolifanya haiwezekani kuendelea, haiwezekani kufanikiwa. Wewe sema yupo mwenye ujira wangu, upo mikononi mwake. Siangalii maneno ya watu, siangalii nani anasema nini, ninaangalia Yesu anazungumza nini, ninaangalia Yesu anasema nini kwenye maisha yangu. Yesu amesema usikate tamaa. Yesu amesema piga kelele. Nataka nikwambie, jambo lolote ambalo unalifanya kwenye maisha yako, kuna ujira ambao utalipwa, kuna ujira ambao unalipwa. Eneo lolote ambalo Mungu kakuweka, sijui kuna eneo gani ambalo Mungu kakuweka, iwe ni kazini kwako, iwe ni shuleni kwako, kuna mitihani ambayo unaipata katika ulimwengu wa roho, hata kuwepo Roho Mtakatifu hapo. Yawezekana kuna mtu atakukera au atakuuzi. Roho Mtakatifu amekwambia kwamba usikasirike, atakwambia kwamba neno linasema usikasirike, lakini shetani atakwambia kasirika. Jua mizani iko hapo inakupima. Lazima ujue namna ya kusogea kwa mbele za Mungu wako, na Biblia inasema tuenende kwa kuona, bali tunaenenda kwa Roho Mtakatifu aliye hai katika maisha yako. Tembea kwa Roho, si kwa kuona. Imani ni kuona hakika bayana mambo yasiyoonekana, na Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kuna kuja kwa neno la Kristo. Neno la
Kristo ni hili ninalokupa leo. Sikia sehemu yoyote ulipo. Unahitaji kumwamini Yesu. Unahitaji kujua katika maisha yako kuna mizani ambayo inapima maisha yako. Kuna mizani ambayo inapima jambo lolote unaolifanya. Kuna mizani ambayo inapima kitu chochote unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa Luka, namalizia sura ile ya 6. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Biblia inasema hivi: wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndipo watu watakapochapa vifua vyenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Yani katika maisha yako, jambo lolote ambalo unalifanya, wema wowote ambao unaufanya, haijalishi kwa mtu ambaye unamjua au kwa mtu ambaye hamjui, jambo lolote ambalo unalifanya, jua kuna kipimo ambacho unapimiwa. Na Biblia inasema utapewa kwa kujaa, kwa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Sikiliza, kuna mizani unayopimiwa wema unaofanya. Unapotenda wema usijipendekeze kwa mtu. Unapofanya wema usitende ili usifiwe na watu. Unapofanya wema usitende ili uonekane machoni pa watu. Tenda wema ukijua wema wako ni Mungu ambaye anakutazama na atakulipa sawa na wema unaofanya. Ukitegemea malipo kwa wanadamu, mwisho wa siku wanadamu huwa wanatelekeza. Lakini Mungu anasema yeye ni Mungu ambaye hata ulimwengu ukipita, neno lake halitapita, na neno lake yeye huishi milele. Nataka nikwambie, na Biblia inasema jiwekeeni hazina zenu mbinguni, ambako nondo na kutu haviharibu. Kwa hiyo wema wote ambao unautenda leo, jua kuna malipo yake ambayo utalipwa. Jua kuna malipo yake ambayo utayapata. Na mtu akukupa si mwanadamu, bali ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu ambao wanatendaga wema sana, wanakuwa wanatenda wema sana, lakini wao hawatendewi wema. Kuna watu ambao wanapendaga sana, lakini wao hawapendwi. Ninataka nikupe faraja moja ambayo itakuinua kiroho. Tambua kwamba kipimo kinachotumika katika mizani, mfano wewe mtu ambaye una wema, kipimo ambacho kitatumika kupimia wema wako ni ubaya. Na ndio maana neno la Mungu linasema ushinde ubaya kwa wema. Kwa nini? Kwa sababu ili wema wako uonekane lazima kwa kuna ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale kwenye ubaya, shetani huwa anajaribu kupandikiza au kuongeza kilo, ili mtu wewe mwenye wema wako ufunikwe, uonekane si lolote si chochote. Na ndio maana Yesu alizungumza kwamba waombeeni wanaowaudhi. Kwa nini? Kwa sababu wale unapomwombea unayemuudhi, anayekuudhi, Mungu ili ashughulike naye, ule wema wako uonekane una nguvu kuliko ubaya unaofanyiwa. Usipomwombea, maana shetani akimtumia, yawezekana wema wako kafunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi leo wametenda wema, mwisho wa siku wakajikuta wanajuta. Wanasema nimetenda wema lakini inatosha. Mimi ninalipwa mabaya kila siku. Mimi ninatendwa mabaya kila siku. Nataka nikwambie, wewe mtu ambaye unatenda wema, kipimo chako kwenye wema ni ubaya. Kwa hiyo ukitaka ubaya wako ushinde, yani ushinde ubaya, omba Roho Mtakatifu akupe nguvu za kukuongezea kwenye wema ambao unautenda. Bwana Yesu asifiwe. Ili ule ubaya usiwe na nguvu kuliko wema ambao unaufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ubaya ukikushinda muda mwingine, wewe mwenyewe sehemu ambayo unaonekana ni mwema, ule wema wako unaweza kufunikwa na ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ubaya umekushinda. Bwana Yesu asifiwe. Yani pale kwenye mizani unapoweka unga wa kilo 1,
pale kwenye chuma ukaweka kilo 2, ule unga utainuka juu kuonekana kwamba kile chuma kina nguvu kuliko ule unga. Lakini ule unga ukiweka kilo 3, kile chuma kitapanda juu. Tunahitaji kuona kilo za kutosha katika ulimwengu wa roho ili kupambana na kila roho zote za kuzimu, na kila roho zote za mapepo, na kila roho zote za majini, na kila roho zote za mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu roho zote za mashetani kazi yake ni kufunika kila roho ambazo zinatenda kazi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Unampenda mkeo, unampenda jirani, unampenda, lakini yule jirani anakutendea mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Unamtendea mema lakini anakutendea mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Umejiuliza hichi kitu kwa nini? Kwa nini inatokea hii hali? Nataka nikwambie kuna ufunuo ambao nimeupata wa Roho Mtakatifu. Amenipa maelekezo ili nikufungue macho kiroho upate kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako matakatifu, kwamba jambo lolote ambalo unalifanya liko kwenye mizani, linapimwa. Nataka nikwambie, yani wewe unayependa, kipimo chako cha upendo ili kionekane, lazima upende eneo ambalo haupendwi. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo cha upendo, yani kumpenda mtu. Wewe mtu ambaye unampenda mkeo, Bwana Yesu asifiwe sana, lakini anakuchukia. Unampenda mumeo lakini anakuchukia. Kipimo cha upendo ni kuchukiwa. Yani penye chuki huwa panapimwa na upendo, na upendo huwa unapimwa na chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uweze kushinda, lazima umwambie Mungu akusaidie kukupa upendo, nguvu ya upendo, ili uweze kushindana na kuushinda ile roho ya chuki ambayo iko kwa mtu ambaye unampenda. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda haki, lakini kila mtu unamfanyia haki, kila sehemu unafanya haki, lakini ikija kwa wewe kufanyiwa haki hata mahakamani tu. Bwana Yesu asifiwe. Na una mashahidi zako hapo, na kila mtu anajua kwamba wewe una haki, lakini unakuta kuna baadhi ya sheria zinapindisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kipimo cha haki ulionayo ni kufanyiwa matendo ambayo sio ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ili ionekane haki, lazima ufanyiwe matendo yasiyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni matokeo katika ulimwengu wa mwili. Yani jambo linapozidiwa katika ulimwengu wa roho, yani wema unapozidiwa katika ulimwengu wa roho, wema unapozidiwa na ubaya katika ulimwengu wa roho, hata ule wema huo unabadilika unakuwa ubaya. Na ndio maana kuna watu wengi walikuwa ni wema, wakakutana na watu wabaya, wakafanyiwa ubaya, na wao wakajuta. Ile roho ya ubaya, wema ikafa, wakaanza kufanya ubaya. Kwa nini? Kwa sababu wamezidiwa. Kuna namna wamezidiwa katika maisha yao ya kiroho. Yesu mwenyewe alizungumza, ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Lazima uwe na nguvu katika ulimwengu wa roho. Haya maisha tuliopewa si maisha kuingia na kubabaisha. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uingie kwa lengo la kupambana, lazima uingie kwa lengo la kupigana. Katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Biblia inasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali ni katika roho. Katika ulimwengu wa roho kuna mizani ya kupimia, kuna mizani ya kukupimia, kuna mizani ya kupima upendo wako, kuna mizani, yani wewe uliyempole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upole wako unatakiwa upimwe na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikadhalika uliye mtakatifu, utakatifu wako Mungu anaupima kwenye mizani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Unayetoa vitu kwa watu, unayetoa sadaka zako zinapimwa. Kila kitu ambacho unakifanya kinapimwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu akubariki.
mtu ambaye tulikuwa pamoja tangu tunaanza somo hili mpaka namaliza. Mungu akubariki sana Baba, katika jina la Yesu, jina kuu kupita majina yote. Asante kwa uweza na nguvu zako. Roho Mtakatifu, asante kwa ufunuo wako Baba. Tusaidie watu ambao tuko mahali hapa ambao nasikia Baba, ninahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ikatembee katika maisha yao, ikatembee katika kutenda kwao, ikatembee katika kufikiri kwao, ikawawezeshe Bwana kwa kila jambo ambalo wataenda kulifanya, kwa kila jambo ambalo wataenda kulitenda, kwa kila jambo ambalo wataenda kuliwaza, ukawawezeshe Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na achilia nguvu za kiroho katika maisha yao ya kiroho, sehemu yoyote walipo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na achilia uvuvio wa Roho Mtakatifu katembee katika maisha ya mtu mmoja ambaye amenisikiliza mahali hapa tangu naanza somo mpaka namaliza, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Mungu awabariki sana. Shalom shalom. Naitwa Mhubiri Ombeni. Mungu awabariki. Ni mhubiri wa taifa zima la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mhubiri wa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki watu wote na watakia siku njema. Mungu awabariki sana. Amen.